A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam, ni wewe tena ambaye unaniangalia ndugu yangu. Mimi kwa jina naitwa Sheikh Sharif Omar Majini kutoka katika ukurasa wetu wa Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Utatupata kwa jina la Bingwa wa Nyota pamoja na Ndoto. Leo nimekuja kuelezea na kuelimisha kwa wale wanawake wote duniani ambao wanahangaika katika swala moja la mimba. Tuweze kwenda kuzama ndani zaidi kuhusiana na hili tatizo. Wengi wanahangaika mahospitali, wanakula madawa ya kienyeji, wanakwenda kwa madaktari bingwa, lakini hawawezi kufanikiwa. Leo nakupa ilmu ili uweze kufahamu namna ya kuweza kuondokana na shida hiyo, kwa sababu shida hizi wa mama wengi wanapoteza muda mwingi, wanapoteza ndoa zao, wanapoteza mahusiano yao kutokana na shida kama hizi. Leo nakwenda kufundisha ndugu yangu mtazamaji kwamba twende katika sababu kuu mbili ambazo zinazoweza kusababisha mwanadamu huyu ambaye atakuwa ni mwanamke akawa ni mwenye kupata ujauzito au asipate ujauzito na ujauzito ukaharibika. Basi leo nakwenda kukufafanulia ya kwamba yapo majini ambao majini hao tunaweza kusema amegawanyika katika sehemu kuu nne. Jini huyu ambaye anaitwa Shamhushi. Shamhushi huyu ni jini ambaye anapokuwa amezaliwa mtoto wa kike akiwa mchanga kabisa, jini huyo hupenda kuingia katika sehemu ambazo ni za siri za mtoto huyo wa kike, na anakaa katika mishipa ya damu ya mtoto wa kike, na anakuwa naye mpaka zinaingia katika swala moja la hedhi anapokuwa amebaleghe. Kwa hiyo nini ya kujikinga unapokuwa umepata mtoto wa kike, kumkinga na madhara kama haya ya hawa na jini ambao tumesema ni wanne? Maana yake anapozaliwa mtoto wa kike, basi jaribu kumhifadhi. Yaani pale mtu unapokwenda kumuosha mtoto wako au unapotaka kumuosha mtoto wako, muoshe kwa siri. Alafu pia muoshe akiwa amestirika. Yaani muoshe katika sehemu ambayo amestirika, ili kumepusha baadaye kuja kupata madhara kama hayo ya kukosa mtoto. Maana haya majini yanapenda kuanza muda. Kwa hiyo inapofika muda mrefu amekuwa ameolewa, amepata ndoa, manake anajikuta sasa yeye anashindwa, anapokuwa anahitaji kupata mtoto anashindwa kupata mtoto, anatumia kila aina ya dawa lakini anashindwa kupata. Sasa yafahamu haya ili uweze kujikinga. Tahadhari, ujikinge. Na kama pia tayari umeshaweza kupata madhara hayo, nikupe namna ya kuweza kujiondoa na hayo ambayo ulioweza kusababishiwa labda na wazazi kutokujua au kutokuwa na elimu. Mtoto mchanga anapozaliwa wa kike, basi kuna majini ya aina nne. Nimesema ni majini haya ya kisubiani, ni majini ya kinyamkela, na kuna majini ya kimizimu. Lakini pia kuna majini ambayo yanapenda kuona siri au sehemu za siri za watoto. Majini hawa ni wabaya sana. Majini hawa ni wabaya mno ndugu zangu, sababu tutapokuwa hatuwezi kuwa na tahadhari toka tunapozaa watoto wetu, basi baadaye tunakuwa wenye kupata madhara kama haya. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji, nitakuwa ni mwenye kuelezea majini haya. Tunaanza na subiani. Jini huyu subiani ni jini ambaye anapenda sana kuona siri za watoto wakati wa usiku. Kwa hiyo epuka sana kumuosha mtoto wako wakati wa usiku, tena kukiwa na kiza. Basi ni mbaya zaidi, hata hususani watu wa vijijini. Kama ulielewi hili ndugu yangu, nenda kaliepuke sana, kwa sababu utakuja kusababishia madhara wakati anahitaji na yeye kupata mtoto, ikawa ni mtihani sana. Lakini pia huyo tumezungumzia majini ya kimizimu. Majini ya kimizimu nawe humuingia mtoto akiwa wa kike akiwa mdogo, na huenda kukaa katika mirija, huenda kukaa katika tumbo, na anaishi naye mpaka kubalehe kwake, mpaka kupata mwenza ili kuweza au kupata ndoa ili kuweza kupata mtoto. Sasa jini huyu wa kimizimu huaga anapokaa muda mrefu katika tumbo la mtoto wa kike, basi pia husababisha madhara makubwa ya kutoweza kupata au kushika ujauzito wakati wa kupata riziki ya mtoto. Lakini pia tumesema kuna jini anaitwa Shamhushi. Jini huyu Shamhushi ni jini wa kike ambaye anatamaa sana. Yeye jini huyu hajawahi kupata mtoto. Kwa hiyo anapokuwa anaona wanadamu wanazaliana, huaga anachukia sana. Kwa hiyo yeye jukumu lake ni kuhakikisha wale wanawake wasiweze kupata mtoto daima. Kwa hiyo yeye humuingia mtu hata akiwa mkubwa. Yaani hata ukiwa mkubwa lazima huyu mwanajini, kama utakuwa misingi yako ya maisha itakuwa iko tofauti, unapenda kulala
ukiwa wazi, yani huna nguo zozote, basi ni rahisi sana mwanajini huyu kuweza kukukumba. Ukienda chooni ukikaa muda mrefu sana ukiwa uchi, pia mwanajini huyu huweza kukumba. Au kwenda ukiwa chooni, unakwenda unafanya mapenzi chooni, basi jini huyu huweza akakukumba. Kwa hiyo tutahadharini sana na haya mambo ambayo yataweza kusababisha kufata hata wake zetu wasiweze kupata mtoto kwa haraka. Utatumia kila aina dawa, utatumia kila aina dua, utatumia kila aina mganga, lakini usiweze kupata mtoto. Lakini pia tumezungumza jini ambaye tunaweza kusema hawa ni jini wa mila. Hawa jini wa mila nao pia husababisha kuingia kwa mwanamke au mwanaume, kusababisha mtu asiweze kupata mtoto. Na huyu mjini wa kimila hususani ni watu ambao wanakuwa na asili ya kimajini, lakini hawapatilizi tena. Watu hawa huwa wanapata ndoto, wanazaa usiku, au wako katika bahari wameshika mtoto wananyonyesha, au wako katika miti mikubwa wananyonyesha, au anaota ananyonyesha. Basi hakika ukiona ndoto kama hizo, mwanangu, hakika wewe tayari una jini wa kimila, inabidi aweze kutolewa au aweze kupewa vile vitu ambavyo anavyohitaji, na wewe uweze kupata riziki ya mtoto. Nguvu ya majini ipo. Mungu anapoumba, anaumba kila kitu katika mstari wake, anaumba kila kitu katika mstari wake. Kwa hiyo kuna nguvu za kimila zipo daima na hazitoweza kuondoka. Kuna nguvu za kimajini pia zipo, na tunapokuwa tunazidharau, basi hakika utajikuta wewe ni mtu wa kupata matatizo, ni mtu wa kumaliza pesa zako kwa wataalamu na mashehe, lakini hupati ufumbuzi. Kwa hiyo ndugu yangu, endelea kufuatilia madarasa yangu, tuweze kuwachambua kwa kina majini hawa, namna wanavyoweza kumwingia mwanadamu na jinsi pia kujitibu. Asante sana.